Bwana, karibu sana katika channel bora ya michezo na burudani. Hapa tutakupa taarifa nyingi sana zinazohusiana na usajili, lakini pia hapa tutakupa taarifa nyingi sana zitazokupa uweledi wa wewe kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea Jangwani. Sasa rasmi kocha mkuu wa klabu ya soka Young Africans Mang'oba Ng'witi amejaribu kutoa msimamo wake mkali kuelekea msimu mpya wa 2026-2027 huku akihitaji wachezaji kadhaa katika klabu ya soka Young Africans waondolewe haraka iwezekanavyo kama ishara ya kuanza project yake mpya kabla ya siku hazijaanza kuhesabika kuelekea msimu mpya, huku akieleza pia kuna majina ya wachezaji ambao wanapaswa kusajiliwa katika kikosi cha soka cha Young Africans kwa kuanza na msimu mpya 2026-2027. Mang'oba Ng'witi, kocha mkuu huyo ambaye ni raia wa Afrika ya Kusini, amewahi kufundisha katika klabu tofauti kama vile Chippers United, Sekhukhune United, Stellenbosch pamoja Golden Arrow, akiwa ametokea Mamelodi Sundowns mpaka kujiunga na klabu ya soka ya Young Africans. Mwisho wa siku, Mang'oba Ng'witi ni miongoni mwa kocha ambaye tayari analijua vizuri soka la Afrika, soka la Tanzania, kwa maana ya Simba na Yanga zikiwa ni klabu ambazo zimeshiriki zaidi katika michuano ya kimataifa. Ndio maana kocha Mang'oba Ng'witi anaifahamu vizuri Tanzania. Hivyo Mang'oba Ng'witi ametoa tamko rasmi kama kocha mkuu kuendelea ili aweze kuanza projekti yake pre-season pale Avic Town, na kutaja baadhi ya majina ya wachezaji ambao wanapaswa kubakia au kusalia katika kikosi cha wananchi na wanaopaswa kuondoka katika kikosi cha wananchi na wanaopaswa pia kusajiliwa katika kikosi cha wananchi. Maana yake hapa kuna makundi matatu. Kundi la kwanza la wale ambao wanatakiwa kubakia katika kikosi. Kundi la pili ni wale ambao wanatakiwa kuondoka kwenye kikosi. Kundi la tatu ni wale ambao wanatakiwa kusajiliwa kujiunga na kikosi. Maana yake kocha mkuu Mang'oba Ng'witi anafahamu nini ambacho anakifanya, project yake inahitaji nini, project yake inataka nini, na malengo aliyopewa na wananchi yanasema nini. Ndio maana aliwaahidi pia kitu kikubwa wananchi, iwapo viongozi watamsikiliza na kuweza kutekeleza yale ambayo yeye anayahitaji. Sasa hapa wewe una jukumu moja tu kabla ya kuendelea na habari hii ambayo niko nayo. Nikukumbushe tu kwamba wewe jukumu lako ni kushare, kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uwe wa kwanza kuwa unapata taarifa zetu za kimichezo na burudani kila siku, kwa sababu wewe ni familia yetu ya kimichezo na wewe ndiyo mdau mkubwa wa maendeleo. Niseme asante na tuendelee. Jina langu ni Frequency Master. Okay. Kocha mkuu wa klabu ya soka Young Africans Mang'oba Ng'witi amethibitisha kuwa tayari kuna baadhi ya wachezaji amepata kutazama baadhi ya clip zao, lakini pia alishawahi kuwafuatilia, lakini pia amewatazama katika mazoezi ya hapa na pale Avic Town, huku akiomba baadhi ya wachezaji kusalia katika kikosi, ambapo Alan Okello anaendelea kuwa nyota ambaye anatajwa zaidi kusalia na uhakika 100%. Nyota huyo mdogo mwenye umri wa miaka 25 aliyetokea katika klabu ya Vipers kule Uganda na kujiunga na Young Africans dirisha dogo, mpaka hivi sasa akiwa amechangia kupachika mabao 14 ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo naye pia alikuwepo kwenye mbio za wanaotafuta kiatu cha ufungaji bora, ingawa haikuwa rahisi kwa sababu kuna Jean-Jacques Mzuka mwingine ambao alikuwa tayari ushaingia kule Singida Black Stars kutoka taifa la Burundi, na kwa sasa akiwa mchezaji wa Singida Black Stars Nuhu Mwemosi, lakini pia alikuwepo Faisal Salsalo mwenye mabao 15, huku Alan Okello alikuwa nafasi ya 3 mwenye mabao 14. Hata hivyo, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Mang'oba Ng'witi amesema kwamba Alan Okello anastahili kusalia katika kikosi cha wananchi kwa ubora na namna ambavyo ameonyesha weledi wake, lakini bado pia
kocha mkuu Manoba Ngliti ameelekeza nguvu zake na mtazamo wake juu ya uwepo wa Maxim pia Nzengeli, mtu wa energy ambaye ataifanya pia klabu na project yake kuwa imara zaidi, kwa sababu anaamini katika watu ambao wanajituma na wanajitoa, huku Duke Ogabuya ni silaha nyingine ambayo inatazamwa zaidi kusalia katika kikosi cha wananchi. Mashine nyingine ya kazi ni Pacome Pedro Zouzoua. Walio wengi walishana zile propaganda kusema kwamba Pacome Zouzoua kiwango chake kimepungua na nini, lakini wanaojua mpira wanakuambia Pacome hajui kucheza kama hujacheza naye, lakini kama umewahi kucheza na Pacome Pedro Zouzoua basi utaamini kile ambacho watu wa mpira wanakizungumza. Pacome ni place resistance, ni mtu ambaye ana uwezo wa kuingia na mpira mahali popote pale, kama vile tu wachezaji ambao tunawashuhudia kombe la dunia. Tunamshuhudia Jude Bellingham, tunamshuhudia mtu kama Madueke, Bukayo Saka, tunamshuhudia Thiago Almada wa Argentina. Ni watu ambao wakiwa na mpira mguuni wana uwezo mkubwa sana wa kufungua safu ya ulinzi ya wapinzani. Sasa makocha wengi wanatamani kuwa na mabeki na wachezaji wa namna hiyo, kwa sababu ni ziada kubwa sana pale timu inapokuwa imeshindwa kufungua ngome ya wapinzani. Kwa hiyo Pacome Pedro Zouzoua ni mtu ambaye anahitajika zaidi kusalia pale Jangwani. Sasa baadhi ya wachezaji ambao pia watabakia ni Djigui Diarra, screen protector, naye anatarajia kuendelea na kikosi cha wananchi, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanapaswa kuendelea kuwa katika kikosi. Tumeangalia savings zake, tumeangalia uwezo wake, tumeangalia kazi yake, inaridhisha sana, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapaswa kusalia, kwa sababu ni kiongozi mzuri akiwa ndani ya uwanja, anajua kuorganize, anajua kuongea kama mchezaji ndani ya uwanja. Kwa hiyo Manoba Ngliti anasema kwamba ni wazi kwamba lazima wachezaji kama hao wasalie, huku Dickson Job kama kawaida yake lazima pia abakie. Na nitakuja na listi nyingine ya wachezaji ambao wanasainiwa sasa kwenye kikosi, ambao ni mapendekezo ya moja kwa moja ya kocha Manoba Ngliti kutoka Afrika ya Kusini. Mchezaji namba 1 mpaka hivi sasa ambaye yupo kwenye lada ni Nahumwe Mosi kutoka katika kikosi cha Singida Black Stars. Yule top scorer au mfungaji bora wa ligi ya NBC aliingia dirisha dogo na kupachika mabao 17 na hat-trick 2 ndani ya ligi kuu. Yaani kiufupi alivunja rekodi iliyokuwa inataka kushindikana kuvunjwa. Kwa hiyo Nahumwe kwenye rada za wananchi. Mbali na Nahumwe Mosi, tunakutana na chuma kingine cha kazi, mwanaume wa shoka, the super really hero, mtaalamu wa kazi mwingine ambaye ni Peter Shalulile, naye pia atakuja katika kikosi cha Young Africans. Manoba Ngliti tayari ameshafungua jarada jipya na wachezaji wake ambao wanaamini project yake inakwenda kukamilika as soon as possible na kuja kutumika katika klabu ya soka Young Africans. Chuma kingine ni mwamba wa kutoka kule Al Hilal, MVP wa ligi ya Rwanda, Jean Claude Kilumugisha. Yes, ni kilio cha wananchi, ni unanswered cries. Wananchi wengi wanalia sana wakihitaji kumpata mchezaji aina ya Jean Claude Kilumugisha, lakini sasa yale ambayo walikuwa wanalilia yanaenda kuwezekana na kuwa reality kabisa na kuwa sehemu ya ndoto zao, kwa sababu kile ambacho wanakiwaza kila siku ndicho ambacho kinakwenda kutokea mpaka hivi sasa. Kwa hiyo Jean Claude Kilumugisha ni pendekezo rasmi kabisa la kocha, na ni miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kabisa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Kwa hiyo Jangwani mpaka hivi sasa pamependeza, pameweza kupambwa kwa maua mazuri ya wachezaji wenye kiwango bora, chenye ubora na weledi wa hali ya juu mno. Nipende tu kusema kwamba kwa hivi sasa Manoba Ngliti ni miongoni mwa makocha bora kuwahi kutokea ambao wataifanya ligi ya Tanzania kuwa bora, hasa klabu ya Young Africans kufikia malengo yake. Na mwisho, kocha brilliant Manoba Ngliti anasema kwamba yupo pale Jangwani kwa lengo moja tu, kufanya kuwa mabingwa wa Champions League, ligi ya mabingwa barani Afrika. Mimi niseme tu kwamba ninalo jarida kubwa sana linaloelezea mambo mengi sana kuhusiana na kocha huyu Manoba Ngliti, na nikija nitakuja na profile yake kwa maana ya
ubora au nitakuja na profile ya kocha huyu Mang'oba Ng'iti katika kikosi cha Young Africans.